Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kupata fursa hii, kwa sababu nilikuwa nina hamu na bunge Mheshimiwa Spika. Samahani sana Mheshimiwa Spika. Lakini sio mbaya, kwa sababu ni sehemu yetu ya kujimoyamoya, kwa sababu ukiangalia Mheshimiwa Spika, hata serikali yetu ina uhuru usipokuwa kuua tu. Mheshimiwa Spika, nilitaka kusimama kwa niaba ya, kwanza, serikali yetu imetoa uhuru wa kila mtu, isipokuwa kama nilivyosema mwanzo Mheshimiwa Spika, ni yale mauaji. Naipongeza sana serikali yetu. Serikali yetu kwa kweli iko makini, iko imara, imesimama imara kuangalia jamii na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nataka kuzungumzia kuhusiana na ilizoeleka Mheshimiwa Spika, kuhusiana kina dada wengi walikuwa wakienda kwenye masaluni. Mheshimiwa Spika, huwa tulikuwa tunajua kwamba mwanamke anapoenda saluni anaonekana kwamba anaenda kupiga umbea. Mheshimiwa Spika, lakini baada ya kufuatilia kweli umbea, Mheshimiwa Spika, tukaona kweli huo umbea huo. Lakini kuna mama mmoja ambaye yeye anajulikana sana, ana trend sana kwenye mtandao wa kijamii. Yeye aliamua kufungua saluni yake. Kafungua saluni yake, badala ya kwamba wanawake kutoka majumbani kwao kuja kufanya umbea, Mheshimiwa Spika, wanaingia ule, wanakutana na neno la Mungu. Ukitoka huko unakuja unakutana na neno la Mungu. Hivi Mheshimiwa, utapata wapi fursa ya kuweza kumsengenya mume wako kwamba mume wangu anatoka na fulani, mume wangu anatoka na huyu, mume wangu anatoka na? Utapata nafasi ya wapi Mheshimiwa? Nilijaribu kufuatilia kwenye mtandao wa kijamii Mheshimiwa Spika. Kwa kweli wanawake wale, hata kama mtu alikuwa na shida, alikuwa na mvutano wa familia yake na mume wake, anapoingia katika saluni hiyo Mheshimiwa Spika, naona anafunguliwa na anarudi kabisa akiwa huru, anarudi amepona, anarudi kabisa na furaha zake zote. Lakini Mheshimiwa Spika, ukiangalia, lakini kuna watu wengine ambao wana midomo yao kama kwale Mheshimiwa Spika, wameanza kuzungumza nyuma ya pazia kwamba tukimwachia huyu Mheshimiwa Spika anaweza kufungua kanisa. Je, nikajiuliza sasa, huyu anayezungumza haya yote, inawezekana yeye ikawa ni chanzo? Kumbe yeye anapoenda kwenye saluni kama hizo huwa wanapiga mazobo, kumsema jirani, kumsema mume wake, kumsema kila anayemfanyia, kila anayemuona kwake kwamba huyo labda kamzidi maendeleo. Mheshimiwa Spika, yeye ndiye anapata fursa hii ya kwenda kuzungumzia. Mheshimiwa Spika, kwa hivyo yule mama nilikuwa napenda alindwe na amewaponyesha wakina mama wengi sana. Mimi mwenyewe Mheshimiwa Spika, sema tu hapa niliko katika jimbo langu la Nyasubi, niko mbali sana na haya maeneo. Ningekuwa mimi mwenyewe nabeba Biblia yangu Mheshimiwa Spika, nabeba Biblia yangu na mke wangu, ikiwezekana na familia yangu yote, ninaenda kumsikiliza yule mama na kuchukua mawili matatu kuhusiana na neno la Mungu ili kupata uokovu. Mheshimiwa Spika, mimi kama Mheshimiwa Spika najiuliza sasa, hawa wanaosema kwamba mkimwendelea mkimwangalia sana kuna uwezekano wa kufungua kanisa, mimi nikajiuliza sasa, huyu anayesema hivyo
akifungua kanisa, yeye anapungukiwa na nini? Au yeye anafaidika na nini? Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa napendekeza serikali yetu, yule mama alindwe. Ameokoa taifa kubwa sana, badala ya kufanya umbea, kufanya uongo, kufanya upumbavu ambao Mheshimiwa Spika hauhusiani. Yule mama ameponya roho za watu. Mheshimiwa Spika, katika jimbo langu la Nyasubi naweza nikasema kwamba nawashukuru sana kwa kunichagua, kwa sababu ninawapa maneno na si maneno tu Mheshimiwa Spika, ninawapa maneno na vitendo. Hapa wenyewe sasa hivi nasaidia wajane, nasaidia wamama wasiojiweza, nasaidia vikongwe, na hili niliahidi Mheshimiwa Spika nikiwa nafanya kampeni katika jimbo langu la Nyasubi. Na vile kwa sababu nafanya hivyo katika jimbo langu la Nyasubi, Mheshimiwa Spika, ninajua awamu nyingine Mheshimiwa Spika lazima wanichague kuwa rais wao. Mheshimiwa Spika, sitakuwa na maneno mengi sana ya kuzungumza kutokana na hili. Naomba kuwakilisha Mheshimiwa Spika. Asante sana.